our deputy governor anasimama kwa mkutano ambaye ako na governor akieleza governor ya kwamba hiyo barabara asikubali ilimwe. Kwa sababu akasema yeye ndiye secretary wa governor, akatuambia miradi zote ambazo zinapitishwa yeye anazijua kwa sababu yeye ndiye huwa anaandikia secretary, na akamuomba ya kwamba hiyo barabara isilimwe. Tukaanza kufuatilia kutaka kujua kini muhimu za kukataa hiyo barabara isilimwe. Anadai haifai kulimwa kwa sababu hiyo barabara inatoka huko Kehanja ikikuja Nyarobiro. Nyarobiro ni side ya Mabera sub county. Sasa ni kama kuna vita na watu fulani katika hiyo sub county ambao wanaitwa Wagumbe. Sasa hakutaka hiyo barabara ilimwe kuja huko. But again, aliporudi baada ya siku kama mbili baada ya kurealize ya kwamba clip yake imeenda viral, alirudi huko Nyarobiro akaenda ka apologize. Akaambia wale watu wa Nyarobiro, mimi sikujua ya kwamba nyinyi wa Kuria, nilikuwa nafikiri nyinyi Wajaluo. Ndio kwa sababu nilikuwa ninasema barabara isije huko. Sasa swali langu nikajiuliza, huyu deputy governor chake mzuri ama mbaya? Kwa sababu I thought yeye ni deputy governor wa Migori County, na Migori County kuna Wajaluo. Mbona kataze barabara inatoka Kehanja ikiunganisha sisi na Wajaluo ambao wanaishi Nyarobiro? Akiwa kama deputy governor, now being the senior most politician from Kuria, wakati kazi zinapeano, tuko na 4 sub counties. Kuna Kegonga, kuna Ntimaru, kuna Kehanja, not Kehanja but Kuria West na Mabera. Nimefanya analysis. Among the top positions ambazo zimeandikwa kwa county government during this regime, sub county ya Mabera imepata nafasi moja. Sub county ya Kuria West yenye yeye anatoka imepata 7 positions. These other 2 zenye zimebaki ziko na 4-4. What that one tells you? It tells you ya kwamba there is favoritism. Kwa sababu ana favor kwenye anatoka, anawapea position mingi to the expense of others. Wakifika kwa governor wanamdanganya. Eti ya kwamba unajua Mkuria ni Mkuria. So anachukua watu wake, anapeleka kwa serikali, akiambia governor ya kwamba ni Mkuria ameleta. Kumbe ni watu wake anaweka kwa serikali. Sasa leo hii nashtuka sana nikisikia tunataka kuweka on toes executive wake wafanye pia kazi alikuwa akifanya yeye mwenyewe. Anasamu MCS. Anasamu MCS kwenda Kisumu kuhakikisha ya kwamba our oversight role is not done. I think that is very bad. Kwa sababu yeye alipata hiyo nafasi alipewa. Hakuna mtu alisamu ni senators kwenda State House ndiye wasifanye oversight. Kwanza alikuwa anasimamia komiti kubwa sana ya kuangalia maneno ya uhasibu ya pesa, na alipewa hiyo mandate ya kufanya hiyo kazi. So ninamuomba kwa unyenyekevu aache MCS pia wafanye kazi yao ambao walichaguliwa na wananchi kufanya. Na wananchi pia naomba pia waelewe hii maneno, kwa sababu tukiongea hii maneno sisi tunapigana na serikali.